Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni siku ya Alhamisi ya juma la 13 la mwaka wa kanisa. Injili inayotuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 8. Ndugu wapendwa, injili ya leo inasimulia kuhusu mtu aliyepooza ambaye alipelekwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na watu ambao walikuwa wakimhudumia. Jambo la kwanza linalotugusa si tu muujiza wa uponyaji, bali ukweli kwamba mtu huyu hakuweza kufika mwenyewe kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Japo alitamani kupona, lakini hakuwa na uwezo wa kutembea. Alihitaji watu kumbeba na kumfikisha kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni mfano mzuri sana wa maisha ya kiroho. Kuna watu wengi leo ambao wamepooza kiroho. Si kwamba hawawezi kutembea kwa miguu, bali hawana tena nguvu ya kumtafuta Mungu. Wamelemewa na dhambi, majeraha ya maisha, kukata tamaa, chuki au tamaa za dunia. Wengine wameacha kusali, hawaoni tena umuhimu wa misa, wala hawakaribii sakramenti ya upatanisho. Japo wanaonekana wapo safi kimwili, lakini ndani ya mioyo yao wamepooza. Habari njema ni kwamba Yesu hakuangalia kwanza udhaifu wa yule aliyepooza, bali aliona imani ya wale waliombeba. Hii ndiyo kazi ya kanisa. Kanisa lina wajibu mkubwa wa kuwatafuta wale waliopoteza matumaini na kuwafikisha kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, si lazima uwe padri au mtawa ili kufanya kazi hii. Kila Mkristo aliyebatizwa amepewa wito wa kuwabeba wengine katika sala, kwa mfano mzuri wa maisha, kwa maneno ya faraja na kwa mwaliko wa kurudi kwa Mungu. Mzazi anayemfundisha mtoto kusali anampeleka kwa Yesu. Rafiki anayemshawishi mwenzake arudi kanisani anampeleka kwa Yesu. Lakini Injili inatukumbusha kwamba kufanya mema hakukosi upinzani. Tutakapojaribu kuwabeba na kuwapeleka watu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, haitakuwa rahisi. Yesu alipomsamehe na kumponya yule aliyepooza, baadhi ya waandishi na wanasheria walianza kumhukumu. Vivyo hivyo hata leo, ukisimama kwa ajili ya ukweli, ukimwalika mtu amrudie Mungu, au ukijitahidi kuishi maisha matakatifu, si kila mtu atakuelewa. Wengine watakubeza, watakupinga na watasema unajifanya mtakatifu sana. Tusivunjike moyo. Kazi yetu si kubadili mioyo ya watu kwa nguvu zetu. Kazi yetu ni kuwabeba na kuwafikisha mbele ya Kristo, na Kristo peke yake atawasamehe dhambi, atawaponya majeraha ya moyo na tena atawainua waliokata tamaa. Leo tujiulize maswali matatu. Je, kuna eneo katika maisha yako ambalo limepooza kiroho? Ni nani aliyewahi kukusaidia kumkaribia Kristo pale ambapo ulikuwa dhaifu? Je, na wewe ni nani ambaye unamsaidia leo kiroho ili akutane na Bwana wetu Yesu Kristo? Ndugu zangu, dunia yetu ya leo haihitaji Wakristo wanaowahukumu wengine kwa sababu ya madhaifu yao, bali inahitaji Wakristo wanaowabeba wengine na kuwaleta kwa Kristo. Inahitaji kanisa linalowafungulia milango waliokata tamaa na kuwaongoza mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo na kwa huruma. Bwana na atujalie neema ya kuwa watu wanaowabeba wengine kwa sala, kwa ushuhuda wa maisha na kwa upendo, ili wote wanaokutana na Kristo wapate nguvu ya kuinuka na kuanza maisha mapya. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.